ile afya ya kiungu imemgandia, inazuia magonjwa. Dhambi imeshakuja, kifo kimesharuhusiwa, lakini Adamu hafi, aumwi, kwa sababu aliwahi kuspendi muda mwingi na nani? Spendi muda na Mungu, rafiki yangu. At least ukiferi sana, spendi masaa 2 na dakika 40. Masaa 2 na dakika 40 ndo zaka ya siku. Unanisikia vizuri? Zaka ya siku ni masaa 2 na dakika 40. Yatumie kwenye neno, yatumie kwenye kusoma. Jumlisha yote uliyofanya kwa ajili ya Mungu kwa siku, yasipungue masaa 2 na dakika 40. Na kuambia rafiki yangu, utasahau kuumwa. Anayetaka aende zaidi, tunategemea afya nazo zinatofautiana. Hiyo ni kwa ajili ya kutunza afya yako mwenyewe. Unaweza kaamua kaenda zaidi ili uanze kuponya na wengine. Anayetaka kuponya na wengine inabidi aende zaidi ya hayo masaa 2 na dakika 40 na Mungu. Bwana Makindi alikuwa ajui kinachomtokea. Anaomba tu, anazingatia ratiba zake. Siku moja akapigiwa simu. Kuna mtoto kafa hapa. Binti wa miaka mingapi? 23. Binti wa miaka 23 kafa. Sasa hajaambiwa kafa, akaambiwa kuna mgonjwa hapa. Kumbe wenyewe wameshagundua kafa. Mama kakataa kuzika, majirani wameshaitwa, wamesema huyu tayari amepoa, ameshapoa. Tuite tuzike. Yule mama mtu akasema hapana. Acha nipige simu niliwahi kuichukua kwenye bango la kanisa pale ABC, tuna bango nje. Wale wote ambao wanatukasirikia, tunajitangaza sana. Hii namba angeipata wapi sasa, tungekuwa tunaficha. Mama wa watu akachukua namba, anayo, akapiga. Pastor Joseph akapokea. Kaambiwa kuna mgonjwa hapa, mwana nisaidie. Ukaenda Pastor mwenyewe akaomba maombi yote anayajua. Kitu kimetulia vile vile, akajua kabisa hapa niondoke tu. Akasema msiwe na wasiwasi, ameshapona tayari. Akaondoka. Alipoondoka akafufuka. Angekuwa anaomba ya kwake yale yanatosha kumponya yeye na mafua na kikohozi na homa, asingemfufua. Ukitaka Mungu akutumie kuponya na kufungua wengine, unapaswa uzidi masaa 2 na dakika 40 na Mungu kwa siku. Mimi ndo nakupa siri, walau uende 4, 5, yani ukijumlisha. Inawezekana sio mfululizo. Unafanya 2 asubuhi, unafanya 2 mchana, unafanya 2 jioni au 1 kabla ya kulala. Ukija kujumlisha walau masaa 5, ukianza maintain hata mwezi. Katafute mgonjwa yeyote, tafuta kesi mwenyewe. Usisubiri hata wakuletea wagonjwa. Tafuta, uliza kwa majirani, kuna mgonjwa? Kuna mtu ana shida hapa? Kwa sababu ukimaliza mwezi unatumia walau masaa 5, wewe sio tena raia. Kuna athari ya uwepo wa Mungu imekuganda. Jiamini tu, nenda. Yaani mtu kama Mama Fortune hapa alipaswa ameshaleta maiti kadhaa alizofufua. Sema ni mwoga. Mtu unafunga 25 kavu alafu unashindwa kufufua maiti. Inawezekanaje? Kwanza hata ujasiri, wewe hata ukisema maiti umuombe siku 3 haikupi shida kwa sababu ulishafanya mazoezi kwa peke yako. Si muombe mpaka maiti ajute kwa nini kafa. Sisi wengine ambao tunaomba tu saa kamoja tuwili, unaweza kumwambia saa nzima asipofuka, unasikia ukata tamaa. Unasema acha nijaribu, kijaribu 2, mwisho unasema Bwana ameniambia yuko mbinguni. Wewe unaomba mfululizo hivyo ushinde kufufua maiti, si ajabu. Yaani hata kiwete ambaye miguu imepinda au ana miguu imekatwa, wewe uliyefunga hivyo unaweza ukaomba mpaka ikaota. Siku ya kwanza haijaota, endelea naye. Ikuja fika siku ya 7 haijaota tu, wewe lazima itaota. Creation siku 7 si alama ya uumbaji, lazima itaota tu. Miguu ya kwanza aliyopata Adamu ilitoka wapi? Itakuja. Kwa unataka kutumiwa na Mungu kwenye eneo la uponyaji, zidisha masaa 2 na dakika 40. Anza kuongeza kidogo, 3, 4. Unaangalia hata, yani sikiliza, wengi nyie mnafikiri mpaka yao ni maombi tu. Unaweza ukahesabu saa moja la maombi asubuhi na neno nusu saa. Saa moja tena jioni la maombi na neno nusu saa. Yamefika mangapi hayo? 3. Na kabla sijalala nimesoma neno na kuomba saa nyingine 1, yamekuwa 4. Ukimaintain hiyo na kuambia mwezi tu katafute wagonjwa kaponye. Hata ukitaka usitumie jina la Yesu. Maana ukitumia jina la Yesu unaweza kufikiri ni Yesu amefanya. Investment uliyokwisha fanya inatosha. Mimi nakwambia vitu ambavyo navifahamu mimi. Sasa usinibishie, mimi si ndo mtaalamu. Au wewe ndo mtaalamu? Usibishie wataalamu, sio vizuri. Kwa hiyo Adamu alikuwa na aina hii ya afya.
mpaka baada ya miaka 900 ndo afya hii iliisha, akafa. Uzima huu wa kiungu ulimuishia, akafa. Mwingine ni Enoko. Nakaribia kumaliza, mhubiri mzuri.